Mathayo 5:6 inasemaje? Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Nani iko tayari kushibishwa na Bwana? Heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Endapo utakuwa unahitaji kitu kidogo, una kiu ya neno la Bwana, una kiu ya kufanikiwa, una kiu ya mambo yako yaende, anasema heri. Kwa Kibema anasema Bwana bobeka. Ni jambo la heri, ni neema. Mtu akitaja akiwa na njaa, mimi unapofika neno la Bwana anamwambia stop kwanza, unamkuta na daftari yake. Unaniona mimi kila niendapo na kila mhubiri ya hubiri, hii iPad yangu siwezi kuiacha, inaandika. Kwa sababu gani? Wakati sijasoma hayo ndio ilikuwa masomo yangu. Mtu akihubiri namfuatilia tu, na mimi wakiniambia naombi, Bwana anatoa ufunuo ndani ya neno lake. Mtu anapotoa neno na Bwana naye anakupa neno hapo hapo. Ndio maana unaona wakati nilikuwa mwalimu wa kwaya, mtu akihubiri hapo naanza kupata wimbo. Mtu akihubiri shauku, na mimi Bwana anaanza kunipa wimbo wa shauku hapo. Nakuta nachukua gita, naanza hivyo ndivyo kuwa. Sasa kama unaona mtu ana kiu, hata mtu akihubiri anaona kama vile anapotezea muda. Na ndio maana mnaona unakuwa kama mtu mnyonge. Hata unafika kwenye kanisa lako unaona mtu anakuwa kama mnyonge. Hii ni nyumba ya Bwana, inahitaji wewe uishangilie. Ile huzuni ulionayo kule ukiwa hapa, ina maana imeisha. Twende Methali. Faida ya pili, ina maana ya kwanza nataka kukuambia kwamba utashibishwa na Bwana. Bwana atakushibisha hata kama una njaa. Ukipata neno la Bwana unajaa. Unafika nyumbani unacheka. Kuna inawezekana nyumbani kuna mtu amekuuzi, lakini unapopata maneno ya Bwana inakupa faraja. Kwa sababu Bwana yuko upande wetu. Bwana ni kimbilio letu. Anasema nimwogope nani wakati Bwana ndiyo msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la pili nasema, hebu soma Methali 8:17. Faida ya pili. Methali 8:17. Inasema nini? Nawapenda wale wanipendao. Nawapenda wale wanipendao tu. Na wale wanitafutao. Nawapenda wale wanaonipenda, lakini si kunipenda tu. Mimi napenda kanisa, sio hilo tu, lakini wananitafuta kwa bidii. Bwana yuko wapi? Bwana amefichama wapi? Kwa nini mimi tu? Kwa nini fulani amepata PhD? Mimi nimerogwa na nani? Bwana, ninakutafuta. Mbona fulani biashara yake inaenda? Bwana, ya kwangu lazima ionekane hapa. Mbona huduma mwenzako imepaa? Bwana, ninahitaji ya kwangu ionekane hapa. Huyo ndio muumini tunaomtaka hapa. Huyo ndio muumini tunaomtaka, anamtafuta Bwana kwa bidii, kwa nguvu yake yote. Sikiliza, nikupe picha moja. Kuna mtu mmoja ananiambia, mimi nakaa mbali kabisa. Huyo anakaa Bronge, mzee anatoka Bronge kule. Mimi kila siku nikitoka Bronge anakuja panalipa nauli. Kwa sababu najua namtafuta Bwana wangu. Nikifa na kufa mwenyewe, wala mke wangu hata nizuia. Atalia pale, napenda mimi. Hapo siku moja na mtu akawa anambia, akilia sana mnachukua. Basi na wewe ingia mle. Ngoja nitalinda watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wapenda wale wanipendaye. Nani anampenda Bwana? Una shauku gani ya kumpenda Bwana? Hata kawaida kanisani wanampenda Bwana. Kifika saa 4 kamili, yeye ameshafika saa 3, yuko pale anatafakari ukuu wa Bwana. Anatafakari, Bwana nikopea. Bwana ni kimbilio langu. Bwana, nimekuja hapa nyumbani nina shida. Sio kuja hapa kuangalia kwaya. Sio kuja hapa kuangalia watu wameingiaje. Bwana,
nyumbani kwangu mume wangu haeleweki. Umenipa na ni wewe ndio ulitoa ahadi kwamba sasa utaacha baba na mama, na kiu yangu ni kuona matokeo yako ya neno lako linalosema. Ninakuhitaji umguse. Na kuambia wakati mchungaji anaomba hapa, miujiza inaanza kutendeka kwa Mungu. Utaona ukifika pale na mimi na kanisani kwako Bwana, ndio unakuja kama kumkwaje. Sasa unakaa kimya. Jifunze kukaa kimya. Amen. Ukianza kuona mambo yanaanza hivyo, anza kusema maombi yako uliyoomba Bwana ameanza kusikia. Na utaona maombi anaanza mambo kwa mambo kila sana unakuwa kama vile ndio sio na mchungaji. Anaanza kukuchokoza kwa sababu anajua kuna kitu ameanza kuona. Bwana anaanza kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho, hebu soma Kumbukumbu la Torati 8:3. Tuishie hapo. Soma Kumbukumbu la Torati 8:3. Kumbukumbu la Torati 8:3 inasema, atakunyenyekeza, akakuacha uone njaa. Na mbona polepole hapo? Atakuweka, atakushindisha na njaa, akakulisha kwa mana usiojua wewe wala baba zako hawakuijua. Naomba nielewe vizuri. Kuna watu wako hapa hivi hawajajua atakula nini. Lakini kwa sababu umechukua dakika moja ya kiu ya neno la Bwana, Bwana anaanza kuandaa. Unajuaje? Unaweza kufika nyumbani. Sifa. Ile deni yako unakuja kulipa 5,000 tu. Mwambie Bwana asante. Mnanisikia vizuri eh? Inawezekana kuna mtihani au masomo amekushinda. Ikafika pale. Mbona imekuwa Bwana? Unaona mtu anakuletea. Alafu unaweza kujikuta ukasema labda ni ujanja wako. Hapana. Ni yale majibu ya Bwana ambao umesema mimi siwezi kuacha dakika moja. Sasa unapoona mtu anazurura wakati wa neno, huyu ni mshangiliaji kanisani. Hajalishi anahubiri kama mimi, ni mchungaji, ni askofu, ni mwimbaji wa kawaida, ni mshangiliaji ndani ya kanisa. Ndio maana Biblia inasema si wote wamwitao Bwana Bwana watakaingia katika ufalme wa nini? Mnanielewa vizuri? Siku moja nilihubiri hapo, unamfuata nani? Mtu aliye na kiu anahangaika kama ayala, anatafuta wapi nitapona. Ayala anasema nisipoingia kwenye maji maisha yangu yako matatani. Nikisipokaa na Bwana basi hichi kiu kitaendelea kuwepo na nitakufa. Kwa nini nife? Wakati Yesu anasema njoni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema mimi ni maji ya nini? Ayala anakimbilia kwenye maji apone, lakini anashinda kujua kama Yesu ni maji ya nini? Ya uzima. Hiyo ndio teolojia. Simama mahali ndipo. Muulize mwenzako, una kiu gani ndani ya kanisa? Una kiu gani ndani ya kanisa? Simama mahali ulipo. Hata kama una tatizo, simama mahali ulipo. Nataka niombe pamoja na wewe. Nataka nikuandae uwe mtu wa furaha. Jifunze kuwa na furaha. Moja ya silaha ya shetani ni kukuweka wasiwasi na huzuni kila wakati. Unapokutana na magumu ndani yako, ndani ya nyumba, ndani ya familia yako, unaona hiyo changamoto shetani anaileta ili wewe uwe busy. Ukose ubize wa neno la Bwana. Atakufanya ubize, anakuletea shida mbali, na hizo shida zitakuja wakati wa ibada. Huwa ziji wakati mwingine. Bida ile unataka kwenda kwa yani, wewe niletee pale. Nenda mfanyie, mwambie mimi kiu yangu mpaka nimwambie Bwana. Fikiria dakika moja. Jiulize mahali ulipo. Bwana umenipa kiu gani katika nyumba yako? Umenipa kiu ya aina gani? Unipe shauku. Unaweza ukawa na kiu au una shauku kabisa.
Ndio maana unaona mtu anakuja kama ameroa. Roho anapoondoka unabaki kawaida. Utakuwa na mazoea, na hayo mazoea yatakupotezea muda. Ile nguvu ya uimbaji wako, ile nguvu ya neno lako, ile nguvu ya huduma yako unaanza kuiona ya kawaida.